hii ya Kongo. Na Wakongo tulikuwa tunajadili nao hapo Githurai. Hao Wakongo. Si Davidian, wanajiita Church of Christ. Hao yule Church of Jesus Christ. Yule tulikuwa naye kwa mjadala. Na hao Wakongo bado kuna wenye wanajiita reformers. Wao wanahubiri weekdays. Kisa Radio Citizen kuanzia 5. Ama ndio hao tumeanza kuambiwa. Kuna mama mmoja hapa ninaendelea kuhubiria, alikuja akaniambia hao watu wanahubiri vizuri. Wanahubiri. Niliwasikia asubuhi juzi. Ile asubuhi hata anatumia bana kitabu cha hata hao wageni wananukuu. Sikiza tu hata kesho wako moja asubuhi. Kesho wako Radio Citizen. Kesho watakuwa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 hapo tuseme, lakini weekdays ni 5 watu wengi hapa. Ni 5. Monday to Friday ni 5 ndio. Unajua sasa kanisa imeshajitenga. Unajua imeshambuliwa sana sasa imepata. Lakini vile nilisikia wakihubiri hawahubiri vibaya. Wahubiri vibaya, si ndio unasikia hata shetani wana upotofu fulani. Kwa uzuri lakini vibaya. Wana upotofu fulani. Elimu yao ni gani? Elimu yao lakini Yesu ni Bwana. Yes, walisema mpaka siku ya Sabato waliongea, halafu wakatumiwa message nyingine mbaya. Walisema siku ya Sabato, walisisitiza. Wakasema Mungu alifanya hivi akaweka siku mpaka nini saa 10 commandments na wafuatilia by the way 5 ndio maana kwa sababu nanipata nikiwa on. Hebu jaribu kuwasikiza. Ndio. Biblia inasema kwamba mtu awaye yeyote asiwadanganye kwa njia yeyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajiinuaye nafsi yake. Biblia inangoja ukuu umefika hapo ndio usome vizuri. Kiitwacho Mungu. Nikisisitiza inasema kwamba 2 aya yake ni 3. Narudia, mahali nitasimamia utakuwa umefika. Biblia inasema usiwe miongoni mwa wale ambao watadanganyika. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Lazima tumtaje kwa jina tena. Huyo mtu wa uharibifu, mwana wa uharibifu, lazima tumtaje, lazima afunuliwe. Lazima afunuliwe. Kama amejificha ndani ya Waadventista wa Sabato, tutamtoa. Tutajua kwamba huyu ni mbweha. Ni mbweha. Aje kutia mafundisho yake. Ndiye huyu. Na unajua hawezi kuwa mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa. Aendelea polepole. Hata yeye mwenyewe keti katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Ndiyo. Amekaa kanisani katika hekalu la Mungu, anajionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye nani? Mungu anataka ibada. Anataka ibada. Na huyu anataka anasamehe. Na ni yeye amejipatia hiyo kiti na mamlaka. Amejipatia yeye. Hapana, wewe shetani. Shetani amempa hiyo post, lakini yeye ndiye anafanyiwa hiyo. Shetani ameweka kiti na mamlaka. Ukisoma Ufunuo 15 wakati mwingine akapewa. Sasa huyu amekalia. Huyo mwenye amekalia mamlaka ya shetani. Kwa hivyo ni shetani anasema. Tunaelewana hivi. Akisema ibada, Mungu anasema ni 7, yeye anasema ni 1. Mungu anasema 7, yeye anasema 1. Mungu anasema 7, yeye anasema 1. Mungu anasema ni Saturday, yeye anasema ni Sunday. Na ndio maana hiyo ibada ilionekana wakati wa Musa. Wakati waliona kwamba Yesu amekawia kurudi, ati Yesu Musa ni mfano wa Yesu. Walipoona amekawia kurudi kutoka mlimani, wakamwendea Haruni wa leo. Watu wanamwendea wanamwambia hapana, hatujui kile kilichompata Musa wapi? Mlimani, huko mlimani. Wanasema hapana, hatujui
Kristo atarudi